ni mwendo kejia na gukui gukuri kurehete wana uko standard wewe ni karibu kwa candidate wewe Soma Rainbow Rooster. Habari ya Rainbow. Rainbow Rooster. How are you? Ni hapa? Sasa ni hapa ndio mali ya Rainbow. Rainbow ni nani? Rainbow ni huyu kuku. Na ndio huyu pia. Kama vile unawaona. Na kuna yeye ambaye mnaye hapa? Utawaona hapa. Mnaye hapa? Kwa nini nichague Rainbow Rooster? Rainbow Rooster utachagua kwa vile one anakuwa haraka. Yani growth rate iko very high. The next thing anakuwa na high disease resistance. Hiyo ni kitu kingine ya maana sana kwa mfugaji. Kitu kingine ni production. Huyu kuku anataga sana na anataga baada ya a very short time ya life yake. Akianza kutaga anaanza kutaga akiwa na miezi 4 na nusu. Kwa hivyo anataga mayai 180 to 250 eggs. Jogoo wanakomaa wakiwa na miezi 3 na miezi 3 na nusu. Jogoo kukomaa kwa jogoo ni kumaanisha yani no demulie no mulie na no mwedie tene. Yani neko kwa biashara. In fact turonga ate murimi uria arega guko yito ako mbele sana kwa vile ana both eggs na nyama ya kuuza. Kitu kingine kizuri na hii kuku yetu wakati ameanza kutaga huyu kuku yetu halali si kama ule kuku wa kienyeji ule mwaiko nyumbani. Huyu anataga tu mayai, anataga mayai na hata kuitisha halalie. Yani broodiness yeye hana. Na hivyo ni kusema anataga mayai mengi sana ambayo unaweza peleka kwa biashara ukauze. Na pia na ndio mimi nasema huyu ni kuku ambaye customer yani mkulima yote wa Kenya anatakiwa kuweka huku. Tuna swali hapa na ningependa arudie. Nilikuwa nauliza halali. Yale mayai yenye ametega unaweza wekea kuku mwingine halali. Ukiwa na kale ketu ka nyumbani, kale traditional bado sasa unaweza chukua mayai zako kwa pia they already fertile. Maana yake tunakuletea kuku wetu wakiwa male and female. Kwa hivyo ni mayai fertile. Utawekea pale na wanatoa watakuwa vifaranga. Like me I'm located in Kericho specifically. Yes. My home is at Kericho. Yes. So mnakuwa na watu. Yeah. Tuko covered Kenya mzima. Na tuseme nataka vifaranga vya 1 month. Yes. 1 month. Utapata hata ukitaka ya wiki moja utapata. Wa kuku yani vifaranga ambao umefanywa brooding up to 1 week. Hiyo ni 150. Kama ni 2 weeks ni 200. Kama ni 3 weeks ni 250. Kama ni 1 month wakati sasa brooding umefanywa na unauziwa, hiyo ni 300 shillings. Lakini tunaambia mkulima because tuko hapa ili tunakufunza ufugaji na ndio maana mimi niko hapa. Mimi ukiwa na namba yangu na ndio mimi napeana namba yangu ya simu. Ukianza kuweka ndakufunza hali ya kufanya brooding, uweke na chick ambaye ni of low cost ndio uweze kuweka wengi. Unajua ukinunua wale ambao ni wa 3 months ama 1 month ama whatever, bei iko juu. Unaweza weka wachache sana labda unataka wengi juu wa biashara sawa. Sasa mimi nakufunza mambo ya brooding, unaanza na wengi. Kwa pia brooding tu ni kusoma uwe na nyumba na ujue ni wakati wa provide. Tuseme ni wa wiki moja. Hawatakufa haraka. Hawatakuwa na ile. Sio maana nitakwambia sasa umeuzio kifaranga ambaye jamaliza brooding na brooding ya 1 month. Kwa hivyo na pia hata vaccination hajamaliza by 1 week, lakini wa 1 month umefanywa brooding na umefanywa pia vaccination. Wamepewa vaccination 1 ile ya kampuni wamefanyia Marex, wamefanya Newcastle, wamefanya Gomboro 14 days, wamefanya 21 days wamerudia Gomboro, 28th day wamerudia Newcastle. Kwa hivyo wamefanyia vaccination ngapi? So the chick is well protected. Ukiuziwa hivi ni choko wako mzuri, lakini ni mzuri kujifunza kwanza na chick akiwa day one ili tukuanzishie hapo ndio tomorrow you become a good manager of your own flock. Asante sana. Thank you so much. Tunashukuru. So nikimpigia huyu wa Kericho mtampata. Utampata. Muthenya wangu ni wangu na muthenya wa umuthi ni wa urimi. Guthoma cia urimi na ni urimi digital. Gwiraga kaingi guku tuguthoma urimi digital na tugithoma urimi digital ate tutarĩci cia DigiFarm. DigiFarm ni mutambo mweru wa ukunyitithania we murimi na kuria guothe urenda gukorwo ukiamukira uhoro uyu wa urimi. Na ndina murugamiriri wa DigiFarm haha nigetha ukorwo gitutariria no akwaria na ruthiomi rwa Githweri. Kaka ni salimu bwana. Habari. Salama kabisa.
Good. Na ningependa nikujue kwa majina, wewe ni nani na ukitumia DigiFarm unamaanisha nini? Hii ndio nini? Naitwa Tom Were, nafanya na Safaricom. DigiFarm ni mtambo ambayo tumetengeneza ya wakulima ambayo wanaweza pata mawaidha vile wanaweza kufanya kazi zao. Kitu ya pili ni wanaweza pata loans ambayo wakitaka kununua. Nataka tuende hatua moja kwa moja. Nataka tuanze nishike ile simu. Iwe ni simu mulika mwizi ama ni zile simu za enzi zetu. Nataka tuanze hatua kwa hatua. Nitafanya nini na simu yangu ili niweze kuwa mwanachama? So mkulima akiregister na DigiFarm anatumia tu simu yake ya kawaida. Ile tuseme hata mulika mwizi inafanya kazi. Na wanawasiliana na hiyo mtambo kwa SMS. Unajua kila simu inapata SMS. Sasa mkulima akisha register kwa mawasiliano ya SMS anaweza pata mawaidha vile anaweza kufanya kazi zake kwa hisia za kisasa. Namba ya pili, akiregister namna hiyo pia akitaka loans ya kununua fertilizer ama Maclick, tuseme kitu kama Maclick, anaweza pata hiyo loan. Na pia tuko na duka kadhaa ambayo tumeshirikiana ambayo wanaenda kuchukua hizo mabidhaa. So DigiFarm tumeileta ndio tuinue maisha ya mkulima na pia tuinue mazao mkulima anapata kwa shamba lake. Kuna mama ambaye anatutizama hivi sasa ama babu yuko kule nyumbani, ajui ameshika simu yake sasa, sijui atabonyeza wapi, atampigia nani ili aweze kuwasilishwa ama kuweza kuwa registered kwenye mtandao huu. So kuna tuseme niite USSD code ambayo sawa mkulima akibonyeza hiyo then anaweza register kwa hiyo mtambo ambayo ndio *283 *283. Yes. Alafu inafanyika nini? So akibonyeza hiyo sasa itamjibu, anaambiwa ukitaka kuregister finya namba 1. Sasa atafuata tu hizo maagizo alafu atakuwa ameingia kwa DigiFarm. Tuambie ni manufaa yapi mkulima anapata anapojisajili kwenye mtandao kama huu, na atawezaje kuwasiliana na wale maofisa, tuseme maofisa wa ukulima ama wale ambao ni wauza bidhaa za ukulima, atafaidikaje akiwa kwenye mtandao huu? So mkulima akisha register sasa tuseme kila akitaka kupata bidhaa akitumia tu hiyo USSD yenyewe, sasa ataonyeshwa ni wapi anaweza pata bidhaa fulani. Vile nilisema mbeleni, kuna maduka kadhaa ambayo tunashirikiana nao ambayo sasa tunauza hizi bidhaa kwa bei ya nafuu. So kila area iko na duka ambayo tumeshirikiana. Tuseme hapa engineer kuna maduka ambayo tumeshikana nayo pamoja na kampuni inaitwa iProcure ambayo hapo wakienda sasa wanapata hizo bidhaa kwa bei ambayo ziko chini kidogo kuliko mali zingine. Wakienda Njambini hivyo pia. Na kwamba hii huduma inamshikanisha moja kwa moja na yule muuzaji. Tuondoe wale mabrokers, tunawaita wale ambao ni wanakula mali ya mkulima na wanakula hata mbegu zake. So tumeshikana na hizo duka na ya pili, kitu muhimu ya pili ni hizo bidhaa ni zile original. Zile bidhaa ambazo ni za quality. Kama ni mbegu ambayo zimekuwa certified. So mkulima atapata ile mazao ambayo anahitaji. Unajua saa zingine kwa market kunaweza kuwa na mbegu zingine ama fertilizer zingine ambayo haziko certified. So kwa hizo duka wanapata zile certified inputs, zile halisi. Huduma nyingi kama hizi, na sitaki kusema tu za Safaricom na wengine pia, ni kwamba ninapojisajili pale nitakuwa nakatwa pesa, nitakuwa nimeweka 100 yangu nakuta hamna chochote. Nyinyi sijui mna mipango gani ili wakulima wasidhurumiwe? Huyu ni mkulima, hatutaki asinunue mbegu aje awape mihela. So hakuna kwa hizi mtambo hakuna gharama ambayo mkulima atakatwa, kwa sababu tunataka kuendelesha biashara zao. So tukileta maneno ya kukata tena tutawafinya tena, na tumekuja kuwasaidia. Umenifurahisha sana ninapokusikia pale, ni mambo ya si bure vile.
bali ni mtu mwingine amegharamia malipo yale ili mkulima apewe ile huduma. Na sijui una ujumbe upi kwa washikadau wengine ama wengine kwenye ukulima ambao hawajaweza kuungana nanyi ili tukaweze kuwafikia wakulima? Ni mambo gani ambayo ungependa kuwaambia kwamba wakija wafuatilie ili tuweze kuenenda hii safari pamoja? So vile ningesema nchi yetu agriculture ama ukulima ni sekta ambayo inainua economy. Hiyo ndio imeshikilia Kenya. Ya pili, maneno ya njaa ni muhimu sana kwetu na bado tunajaribu kuangamiza njaa. So ningesema wale wote ambao wanafanya na wakulima tushirikiane, tushikane pamoja, ndio tuinue economy ya Kenya na pia tuhakikishe watu wetu hawatalala njaa. Kila siku mwatuambia twaweza. Kwenye ukulima tutaweza? In fact sahihi nasema twaweza, lakini tunataka kuweza zaidi. Tutaweza zaidi. So tushirikiane, tukuje pamoja na tuangalie mbele. Tuangalie tuseme miaka 5 kupita maneno ya njaa haitakuwa nchi. Ningependa utizame kamera na mzungumzie mkulima moja kwa moja. Mwambie kwa nini ajiunge na hii na atajiunga vipi ili tukaweze kusafiri pamoja, tufukuze njaa na tuimarike, tuweze zaidi. So ningesema kwa wakulima wote, register kwa DigiFarm, upate kujua vile unaweza inua shamba lako, ukulima lako. Ya pili, maneno ya finance utaweza kupata, na ya tatu, utakuwa unanunua bidhaa ambayo ziko certified, zile bidhaa original. Jiunganishe na DigiFarm. Asante sana. DigiFarm na nigura haha ne urimi digital na nikyo itaumite guku guthiururuka o guku tondu ndiramenyio ona governor ego guku nigetha tukorwo tukiarĩrĩria maundu maingi megie urimi mukinyaniru. Tugathie haraya.